shida yoyote mzee wangu. Sawa sawa. Msio kwa nyumbani, kuwa na amani kabisa. Sawa mwanangu. Yuko wapi mama? Katoka kidogo, kuna mambo ya chakula kidogo kaenda kuyafanya. Kwa sasa unajua sisi tumefunga, lakini wewe ambao ufungi lazima kutengenezea chakula ule. Nyewe binadamu sana. Nitashukuru sana. Haiwezekani eti sisi tumefunga wewe usiyefunga tusikununulie chakula, haipendezi. Sio kitu kizuri kwanza, hata Mungu anachukia bwana. Basi kuwa na amani mzee wangu. Asante sana. Shukrani. Bwana mke wangu, nadhani jana usiku ndio tumepata ugeni huu. Lakini huu ugeni bwana, ndio maana jana ulivyoniuliza vipi tumwamshe Daku, nikamwambia usimwamshe kwanza. Huyu mzee bwana ana maradhi ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo mchana utampikia chakula hale, na kama atakuwa na uhitaji wa jambo lolote la kula usimnyime, kwa sababu sisi tumefunga sawa, lakini yeye kutokana na maradhi aliyokuwa nayo hatuwezi kumlazimisha kufunga. Na hicho ndicho ambacho kilichokuwa kinatokea huko kwa dada yangu. Wao wanamlazimisha afunge angalikuwa kama mtu mgonjwa. Lakini hata ikifika huo muda wa iftari, mtu anashikwa mkono. Watu wanalombaya bwana. Watu wanayaweza. Alafu tambua Muislamu safi huyo. Kwa hiyo baba, wewe kuwa na amani. Karibu sana. Najua jana umefika usiku umechoka, lakini hapa ndo nyumbani na mkweo ndo huyo. Hana wasiwasi, hana mashaka. Mashaka uje nayo wewe pia. Asante mama kwa kukufahamu. Mimi naitwa Mzee Chupi, kama alishawahi kukwambiaga. Mzee Chupi, mzee wa kucheza na watoto. Mama bwana. Sasa mama bwana, kweli kama ulivyosikia matatizo, huyu ni mwanangu kabisa. Tumbo moja na yule nani? Meshi. Umeona? Meshi mkubwa ndo anapata huyu. Umeona? Enzi hizo. Sasa sema huyu alikuwa ananikorofisha kitu kimoja, alikuwa anakojua kitandani. Nakutania bwana wewe. Sasa mimi bwana nishukuru mama kutokana na matatizo alionikuta kule kwa mwanangu yule wa kike. Nashukuru sana. Mimi kama alivyokueleza mwanangu, na vidonda vya tumbo mama. Vidonda vya tumbo hivi mara nyingi wenyewe mnavyojua. Nimepewa orodha kabisa ya vyakula. Maharage mimi sitakiwi kula. Mimi vyakula vyangu labda kidogo nyama ya kuku. Umeona? Kwa nyama ya kuku yote imekaangwa, imewekwa kwenye imerostiwa na kula mama Alafu umesikia mama na baba hapa. Nimeambiwa samaki nile. Sio dagaa. Nile samaki wale kidogo ambao wenye umri mkubwa. Kama ni binadamu kashaanza kutongoza. Umeona? Nile wale. Sasa na chengine kwenye upande wa ubwabwa na ugali nimekatazwa kabisa. Na dokta pale ndo kasitiza swala la ugali kwamba nisile. Umeona? Vidonda vitanichachia, hatima yake itanisababishia kifo. Kwa hiyo sasa mimi nimewekewa orodha. Ubwabwa nile wa design yoyote. Na nyama ya kuku au ya ng'ombe naruhusiwa, mbuzi naruhusiwa, kitu cha nyama naruhusiwa. Kwa hiyo nile na ubwabwa, haijalishi pilau siku moja, alafu kumwisho ndo wakaeka kimstari, afu kati wakaeka kama ishara fulani ya kitu chekundu kwenye ile alama ya kadi yangu. Wakasema mimi nisikose chips yai na kuku pembeni. Hiyo wameweka hadi alama nyekundu. Kwa hiyo nikikosa kwa wiki hiyo, alamu inapiga mimi nakufa. Sawa mama, baba jamani. Sasa mzee, unajua kwenye upande wa vyakula umeorodhesha vyakula vingi sana. Na vyakula ulivyoorodhesha vyote vya gharama. Na sisi hali yetu bado tunajitafuta mzee wangu. Unaelewa vizuri hapo? Alafu zoezi la vyakula mimi ndo mnunuaji. Usije siku kapika tembele ukasema mama kashaanza kunifikia matembele. Mimi ndo mnunuaji wa hiyo vitu. Sasa uwezo wa sisi kusema tutakulisha nyama, tutakulisha si samaki mkubwa, tutakulisha si ndobe, si tutakulisha hivyo vitu sisi hatuna uwezo navyo. Mimi napenda kuwa muwazi. Ila tutakulisha kile ambacho tunachokipata. Kama maharage umambua uli japokuwa hata mchuzi kidogo siku unakula.
bwana, hiki ulichoambiwa tunajaribu kupunguza, lakini kisiwe endelevu kutokana na hali yetu tuliokuwa nayo. Usije kuona kama umenyimwa, kumbe hali yetu sisi bado tunajitafuta mzee wangu. Mimi sio kama wewe nakukandamiza. Mimi nimeongea tu kwa sababu unaweza ukanikuta nazofika au nakufa. Nimekutajia orodha ya chakula na kingine walimalizia tu usikose hata kwa mwezi kula baga. Sawa. Hivyo vitu vyote ulivyoambiwa hivyo ni sawa, lakini sisi tumekuelezea hali halisi ilivyo, au sivyo? Isije siku ikapikwa matembele kwa sababu tumekupikia matembele, ndo hali yetu. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kula kile ambacho kinachopatikana kwa hatua tulio nayo sisi. Hatuli tunachokitaka, tunakula tunachokipata. Kwa usije ukaona kwamba labda tumekula matembele kwamba tumekukomoa, hapana, ndio kilichopatikana. Kwa Mwenyezi Mungu ametujalia riziki. Kwa hiyo kuwa na amani, utakula kile ambacho sisi tulichokipata. Hatuwezi kwenda kuingia madeni kukopa eti kwa sababu mambo ule kambale mkubwa. Ukipatikana kambale mdogo utakula. Ukipatikana hiki utakula. Sawa baba, nimekuelewa na mamangu hapo nimewaelewa, lakini jamani bora hata mnipe kisambu kwa sababu matembele nilifuuliza kule kijijini, mwisho wa siku nimeenda chooni nikatoa kiazi kirefu kama hapa. Nikashaanza sasa. Kwa hiyo umesikia, weka endelee na kazi zako. Huyu mzee bwana aishwagi maneno. Kwa hiyo ndio hivyo, tutamwandalia chakula chake atakula. Sisi futari jioni kama ilivyokuwa, mtaandaa tende kidogo na tambi, lakini leo usipike chai, pika. Shemeji na dada, hivi hichi mlichokifanya inaona mko sahihi sana? Hivi yule mzee anakula chakula cha kiasi gani mpaka mumfukuze? Mzee mnamfukuza, mnamnyima chakula, mnamuongelea maneno ya kebei. Hivi kosa lake kuja kukaa kwako? Kwa hiyo baba akakwambia sisi tumemfukuza kisa chakula, si ndio? Yuko wapi hapa kama hujamfukuza? Hivi unajua hila za baba wewe? Sisi hatujamfukuza, sisi hatujamnyima chakula. Baba yetu kala daku vizuri pamoja na sisi na tumenuia kwa pamoja, akasema kesho anafunga. Kosa letu liko wapi mpaka useme tumemnyima? Mimi nakwambieni ukweli, hichi mnachokifanya au mlichokifanya, hichi kitu sio kizuri. Yaani Uislamu kweli ndio umfukuze baba yako kweli? Unamfukuza baba yako kisa mwanaume? Hapana shemeji, sisi tulimkumbusha tu. Wala tulimfukuza. Tulimkumbusha tu kuhusu. Mmemkumbusha gani? Mtu anakula saa 9 ya usiku chakula. Na kasha kuambia ni mimi nina matatizo, siwezi kufunga. Unamnyima chakula saa 9 ya usiku, unamlisha chakula mpaka saa 9 ya usiku. Ndio funga hii, ndio funga gani kweli? Matatizo yake anasema mwezi wa Ramadhani ndio anakuja, tumemkumbusha mzee afunge. Hivi kwani wewe humjui baba? Baba toka lini akaumwa vidonda? Kwa hiyo baba yako hana akili, wewe ndio mwenye akili sana. Wewe unavyomuona vidonda vya tumbo gani vinavyoanza mwezi wa Ramadhani tu? Sisi tumemkumbusha tu mzee, umri umekwenda ule. Sikilizeni kwambeni kitu kimoja. Kwa hiki mlichokifanya sio umri umekwenda. Umri umekwenda mtu mnyime chakula kweli? Mnataka kuniambia yule umri umekwenda pale kiasi kwamba aelewe anachokizungumza? Jamani. Sasa ni hivi, yule si amekuja kwako, si ni baba yako. Sisi tumemnyima chakula. Ngoja tuone. Sasa mimi nasema hivi, nisikilize vizuri. Sio wiki mbili, nisikilize vizuri dada. Kuanzia leo hii chochote kitachotokea kuhusiana na mzee, naomba usije ukaniuliza. Kwani yule ni baba yako peke yako? Sio yeye tu, hata sasa angekuwa baba yako ungemfukuza. Usiseme maneno. Sijamfukuza mimi, baba kaondoka mwenyewe, na usimsikilize baba, yule kazeeka. Anaondokaje mwenyewe peke yake? Hapa mjini. Hujamfukuza yule mzee tu ndio hivyo. Shemeji umemfukuza, acha kujitetea. Nyinyi hilo mbaya ya chakula hii nyinyi mnayo. Wewe usimlaumu huyo kijana wa watu, mume wangu mwache, msimpa lawama yoyote. Mlaumu babako mwenyewe, ndio mwenye hila. Ndio maana mimi sitaki kumpa lawama lolote itakayoitokeza. Basi naomba nisiwaone. Kama yule sio babangu, hutoniona, lakini kama ni babangu utaniona tu. Wewe mtu kazeeka, badala ukae naye vizuri, ongea naye vizuri, unakuja kutupa si lawama hapa. Lo! Mtihani kweli. Mbona mtihani kweli? Mtihani kweli.